akiliunde kila kitu. Na kuna maswali mengine ukimuuliza anakupa majibu alafu anakuuliza tena unahitaji ufafanuzi zaidi kuhusiana na jambo hilo. Maana yake mwenyewe kama hana uhakika hivi kama utakubaliana ama utakataa. Kama hivyo sasa anavyokuambia nilikosea au nilisahau, majibu ni haya sasa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea madhara mengine ambayo mtu unaweza ukayapata pale ambapo unategemea akiliunde kwenye kila kitu. Ndio. Unaanza kujaa kiburi kwa sababu utaanza kujiona kwamba wewe ndio unajua kila kitu, unaanza kudharau watu wengine. Yani mtu akiongea kitu tu tayari ushatembelea kwa ChatGPT pale, tayari unajiona kwamba wewe ndio genius, wewe ndio kila kitu. Lakini pia kuna madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata ni kukosa kujifunza kutoka kwa watu wengine. Kwa sababu hautakuwa na muda kusocialize na watu wengine, kuweza kuuliza watu wengine kuhusiana na changamoto zako au kuweza kujifunza kutoka kwao. Maana teknolojia inakuwa mambo yanabadilika kila itwapo leo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo akiliunde utamuuliza, majibu ambayo atakupatia ni tofauti na yale ambayo utapatiwa na binadamu wa kawaida. Kwa hiyo hii kitu inaweza kusababisha wewe kukosa kujifunza vitu kutoka kwa watu wengine. Maana si kila ambacho utamuuliza akiliunde basi atakujibu kwa ile efficiency ya 100% kama ambavyo inatakikana. Lakini pia hii kitu inaweza kusababisha wewe uweze kupunguza uhusiano mzuri na watu. Maana hautakuwa na muda wa kushirikiana na wenzio. Muda watu wewe na akiliunde na wewe. Wako baadhi ya watu, nakumbuka kuna tafiti moja ambayo iliwahi kufanywa. Ndio. Ile tafiti ilibaini kwamba vijana huwa wanazungumza sana na akiliunde kuliko watu wao wa karibu. Kwa hiyo kitu ilionekana ni kama vijana wana changamoto ya upweke. Yaani hata ile mambo yao ya faragha huwa wanashirikisha akiliunde ndipo iwape ushauri na si watu wengine. Kwa hiyo maana hii inaonyesha ni kiasi gani watu wamekuwa na utegemezi zaidi kwenye akiliunde katika kila jambo. Lakini pia hii kitu inakusababisha hata wewe uwe mzito wa kufikiri, yani akili yako inakuwa inalala. Maana akili yako haitaamka kwa sababu chochote ambacho utataka kukifanya utasubiri akiliunde ikupe majibu. Hautaanza kujichakata wewe mwenyewe kwamba nitafute solution kuhusiana na hili jambo, hususan wanafunzi. Kabisa. Yani kila kitu tutategemea kwamba akiliunde ikupatie majibu ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo msikilizaji, atuseme kwamba akiliunde ni mbaya, hapana. Akiliunde ni nzuri na matumizi yake ni mazuri, lakini isiwe kwa kupitiliza basi. Yaani kuwa na kiasi, sio kila kitu akiliunde, yani kila kitu akiliunde, sio hivyo bana.